mtoto wa kasisi ambaye alionekana kuwa na kigugumizi katika utoto wake, lakini kigugumizi chake hakikuwa kikwazo katika safari yake ya maendeleo. Akasoma shule ya msingi, sekondari na hata elimu ya juu nchini Tanzania, na baadaye kwenda kufanya shahada yake ya uzamivu, yaani PhD katika chuo kikuu cha Berlin nchini Ujerumani, na hata alivyorejea akawa mhadhiri wa chuo kikuu cha Dar es Salaam. Umahiri wake wa kuongea lugha ya Kiswahili kwa ufasaha na kujenga hoja zenye mantiki kuliwavutia watu wengi, hasa wanafunzi aliokuwa akiwafundisha. Hivyo alikuwa mkuu wa kitivo cha sheria katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, na baadaye kuteuliwa kuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Kazi aliyoifanya kwa umahiri mkubwa ikapelekea aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Magufuli kumteua kuwa waziri wa katiba na sheria, na baadaye kuhudumu katika nafasi mbalimbali za uwaziri. Huyu ni Profesa Palamagamba John Aidan Mwaluko Mkangalikwa Mengo Kabudi, mzaliwa wa tarehe 24 Februari mwaka 1956 katika mkoa wa Singida. Safari yake ya elimu alianzia katika shule ya msingi Kilimatinde mwaka 1964 na baadaye kuelekea katika shule ya msingi Kitete mwaka 1965, na ilipofika mwaka 1967 alihamia katika shule ya msingi Berega kabla ya kumaliza elimu yake ya msingi katika shule ya misheni ya Mvumi mwaka 1970. Ilipofika mwaka 1971 alijiunga na shule ya sekondari Tosamaganga, na baadaye 1975 na 76 alisoma katika shule ya sekondari Milambo na kukamilisha elimu yake ya juu ya sekondari. Safari yake ya elimu ikamfikisha hadi chuo kikuu cha Dar es Salaam kuanzia mwaka 1980 hadi 1983 na kufanikiwa kupata shahada ya kwanza ya sheria. Baadaye akaendelea na masomo katika chuo hicho kuanzia mwaka 1984 hadi 1986 na kupata shahada ya uzamili. Baadaye alisoma katika chuo kikuu cha Frei Berlin ambacho alipata shahada ya uzamivu, yaani PhD nchini Ujerumani, akijikita zaidi katika masuala ya sheria, haki za binadamu na demokrasia. Akawa mwanataaluma katika chuo kikuu cha Dar es Salaam, akawavutia wanafunzi wengi hasa kwa umahiri wake wa kuongea lugha ya Kiswahili na mifano halisi na kujenga hoja zenye nguvu. Akapita madaraja mbalimbali. Mwaka 1978 akawa mwandishi wa habari, akawa msaidizi wa mafunzo, akawa mhadhiri msaidizi, akawa mhadhiri mwaka 1990 na baadaye akawa profesa mshiriki. Akateuliwa kuwa mkuu wa kitivo cha sheria mwaka 2009 hadi 2012 na baadaye kuwa katibu wa baraza la chuo 2014 hadi 2017. Akateuliwa kuwa mjumbe wa tume ya mabadiliko ya katiba. Kazi hii aliifanya kwa umahiri mkubwa sana, na baadaye alistaafu katika chuo kikuu cha Dar es Salaam. Baadaye akaenda kufundisha shule ya sheria, na hapo ndipo alipopata uteuzi kwa aliyekuwa rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari John Pombe Joseph Magufuli. Akateuliwa kuwa waziri wa katiba na sheria. Huu ukawa mwanzo wa siasa katika wanataaluma wake. Akihudumu katika wizara ya katiba na sheria, aliwavutia wabunge wengi hasa kwa kujenga hoja na kuwavutia watu kwa kutetea hoja zake zilizokuwa zina maneno yaliyowavutia wabunge wengi. Akiwa waziri wa katiba na sheria, aliongoza jopo la majadiliano kuhusu mikataba dhaifu ya rasilimali za nchi, ambapo waliangazia sana mikataba ya madini iliyopelekea kufumuliwa na kuleta tija kwa maslahi makubwa ya taifa letu. Na baadaye alihudumu katika wizara ya mambo ya nje na ushirikiano wa Afrika Mashariki. Hapa alizidi kuonyesha ubora wake na kujiamini katika kuiongea lugha ya Kiswahili vizuri na kwa ufasaha, kujenga hoja zenye mantiki na misingi zilizowavutia wasikilizaji wake wengi na waliokuwa wanafuatilia hotuba zake, hasa hotuba yake ile aliyoenda nchini Kenya katika BBI report, yani Building Bridges Initiative report, na kuwataka Wakenya waache siasa za madaraka bali wajikite katika siasa za maendeleo, akiwaambia Kenya na Tanzania ni ndugu wa damu, huku akiyataja baadhi ya makabila yanayoingiliana kama Wamasai, Wakamba, Wajaluo, Wanandi, Wakwafi, Waruba na Wakikuyu. Haya ni baadhi ya makabila ambayo aliyataja Mheshimiwa Profesa Palamagamba Aidan Kabudi kwamba yanafanana sana kati ya Tanzania na Kenya.
Katika awamu ya 6 aliteuliwa na Mheshimiwa Dr. Samia Suluhu Hassan kuwa waziri wa habari, utamaduni, sanaa na michezo, na baadaye akawa waziri wa nchi, ofisi ya rais, kazi maalum. Hapa alikuwa mshauri wa rais, akitoa ushauri wa kimkakati kuhusiana na masuala mbalimbali. Baadaye akateuliwa kuwa waziri wa nchi, ofisi ya waziri mkuu, sera, bunge, uratibu na wenye ulemavu. Amepokea uteuzi huu kwa unyenyekevu mkubwa na kumshukuru Mheshimiwa Rais, ikiwa ni wizara iliyobeba wajibu wa kuliunganisha bunge na serikali kwa kuratibu shughuli muhimu na maalum za kiserikali. Huyu atakuwa ni kiungo muhimu kati ya serikali na bunge kwa kusimamia sera ya taifa, lakini pia kuangalia uhitaji wa watu wenye mahitaji maalum, huku akizisimamia falsafa za Mheshimiwa Rais, yaani 4R. Na ikumbukwe Profesa Kabudi amekuwa ni msajili wa makanisa ya Kianglican kwa miaka 20, hivyo amejengwa kwa misingi ya dini na imani. Hii ni hadithi ya safari ya Mheshimiwa Profesa Palamagamba John Aidan Kabudi. Keep shining.